Maiko hasomi tena. Hivi ameshakusha kuacha masomo. Ina maana Maiko hasomi tena? Ndio. Ndio nasikitika. Kwani ni mpenzi wako? Hapana, si mpenzi wako. Yaani tunahuzunika kwa moyo wangu kwa sababu kwao ni wa maskini, wanakosa hata ile hela ya ada shule. Na ndio maana nahisi moyo wangu kusikitika. Unajua mke wangu, wakati mimi nilikuwa ningali kitoto hivi. Anakauka na cheko. Na mimi nilikuwa hivyo mtukutu kama huyu. Ndio maana nikitizama tabia zako na za Maiko, yaani ni vitu ambavyo vinaendana huko. Vinaendana. Kubustani. Hapa usta kama huyu. Baba. Ona mashati. Kaya watu wakubwa tu. Mimi siwezi kuwa mtukutu kama huyu. Huyu ni mtukutu. Juzi hapa. Wamefitika tu siri tu. Wewe. Haiko nimemfumbania kwa mboga huyu. Sasa. Maiko, hiyo tabia ni mbaya. Kesho yake unaweza ukaoa. Ilikuwa chumbani. Nikasikia wamenishika hivi. Lakini baba, tofauti wa kuonja na kudokoa. Uko naonja wewe sasa. Wewe umepiga kwa sababu uonja. Wewe umepiga. Huyu ni mpumbavu. Nilikuta mtoto mjinga. Yaani mpunga wote ule wameudokoa. Aha. Udokoa. Huyu ni mtoto mpumbavu. Maiko wewe. Ushako mindevu kama yote wewe yatakuota mwili mzima. Lakini ungali unadokoa. Huyu ndo pumbavu. Msichana wangu mama. Jana alikuwa anapita. Kama ndai moja hivi. Alikuwa na mzee mmoja hivi amevaa suti nyeusi na kakofia hivi. Alikuwa mzee Yamani huyu. Yamani. Sio mzee Yamani, ni baba. Pale nilikuwa namwomba muogo. Muogo? Uongo. Alikuwa akiomba pombe. Ndio. Sasa hivi masomo tumeacha au vipi? Shule. Hapo ndo kuna matata. Tunategemea huko Marekani huko wakitumia kidogo tunakuja kulipia shule. Kwa nini utafute kazi baba? Bwana Kidi. Bwana Nyonyo. Usi ndo kosa adabu sasa. Badili tena. Kwa kazi wewe. Nachoshukuru Mungu, afadhali hela zangu vipi? Kilichonileta hapa nahitaji hela zangu za mchele niondoke basi. Na hivi ulivyonikuta hapa ndio ilikuwa safari nimalize hapa ili nikuangalie wewe. Nimeshakuja sasa. Umeshakuja sasa ndo nilikuwa nataka kuambia kwamba kwenye hizi siku 2-3 maisha sio mazuri kabisa. Nikaona sio vibaya ili nikija nikutembelea nikuambia kwamba leo jioni nitakuja kupatia ile pesa yako. Anaitwa Kidi. Baba, sitaji kupandana kichwani. Hela yangu wiki sasa imefika. Sitaji maswala ya huku na huku. Nahitaji hela, kama huna hela naingia ndani achukua kilicho cha kwangu. Maneno kuingia tena ndani hata sitaki mambo. Hela zipo wala zipo. Tia hela hapa niondoke zangu. Sikia kwanza mke wangu. Naona hicho Kiswahili chenu hatutakuja tukaelewana. Baba, Bwana Kidi. Nyinyi ndio vijana ifua kweli tunaweza kuchukua kumzuia huyo. Anakuja baba. Unapiga magoti na wewe lakini wewe tukastudi kukopa. Lakini samani. Mama, nimevumilia vya kutosha. Mimi familia yangu inahitaji kula, inahitaji matunzo. Na hapa sina hata senti moja. Hivi vitu vitanisaidia kwa mbele. Heshimu ndevu basi Bwana Kidi, heshimu ndevu. Wewe kuniheshimu.
Wewe kuniheshimu. Mimi nitakuja kulipa. Mama, Una mavazi yangu kabisa. Mama, sitaki nikuvunjie heshima. Naomba niachie. Naomba niachie. Ona. Wewe una kiti. Niache basi. Mke wangu. Niache basi vipi? Suvumilivu. Kukopa tu madeni. Ina maana nyangu vikula. Waliovitumia ni wanani? Ujiheshimu. Si mna wengine mnakuwa na uvumilivu basi. Baba. Unajua kama mtutanilisha kiasi gani? Unaniambia hivyo kujua wakati ulikuwa unagombania chakula wewe. Hata kama baba. Ndio kwa vitu ya watu shinda kuvilipa. Ona mke wangu basi. Kopa. Hauna aibu mwanaume mzima kukopa. Wewe nimekupatia hela lakini umeshaenda tena Mke wangu. Ujiheshimu. Yaani unataka kunizaraulisha na mimi mbele ya watoto? Wakukuona hivyo barabarani. Ni mtu mkubwa ako na akili ila akili hauna. Yaani unataka kunivulia heshima kabisa mbele ya mtoto hapa kabisa. Ingia ndani. Nimekupatia hela. Ingia ndani. Wewe nimekupatia hela. Hivi ni sisi ndo tunaendelea tu kuhangaika hivi au kuna wengine ambao wanahangaika zaidi yetu? Mbona nimeshaomba msaada huku na kule sipati msaada? Nashindwa kupata jibu kama kuna wengine ambao wanaendelea kuteseka kama sisi. Lakini hakuna. Ni sisi tu. Kwa nini Mungu umeamua kuumba mmoja matajiri wengine maskini? Kwani sisi wote tungelikuwa maskini ili wengine wawe matajiri wengine wawe maskini? Mbona ipendezi? Lakini ni kwa nini? Lakini nimeshaomba msaada huku na kule, nimekosa wajomba wanani, nimekuwa kama vile sina ndugu. Ni kwa nini? Lakini vipi baba? Fresh. Kwema? Kwema kabisa. Umeshajiandaa? Jiandaa? Mbona sijaelewa? Hujaelewa? Ndio. Kwani umeshasahau? Mbona nikumbushe kidogo, sijakumbuka. Wewe unatakiwa twende benki ukasaini sasa hivi. Kama uliniambia. Lakini mimi najisikia njaa. Alafu unasahau kwamba muda unakwenda hivi. Mimi najua hivyo. Tutumie kwa chakula kidogo. Okay, sawa, kutaniwa basi mnakuja. Umeshaandaa chochote ndani? Kutaniwa kipo hapo tayari. Asante. Naona kabisa mazingira ni mazuri. Ya kawaida. Angalia kote kabisa mazingira ni mazuri. Afrika kuna shida kabisa. Ni kupambana, si unaelewa tena. Nilikuwa na ndoto na mimi kumiliki nyumba kama na hii, lakini nimekuja kumiliki tu kirahisi. Sijahangaika. Napendeza kabisa. Ya kawaida. Unajua nikueleze kitu. Ukitaka vitu vizuri kama hivi, juhudi yako kwanza iwe ndani na ichangie sana pakubwa sana. Ndio. Ndio nzuri kabisa. Ndio hivyo. Ushasikia? Na ukitaka vitu vizuri ni wewe upambane. Na ilitakiwa wewe kwenye muda kama na huu tuongozane, tutoke hapa tuingie benki na ukasaini na kutegemea na kutaka wewe uwe na maisha mazuri sana kama mimi hapa. Inshallah. Mimi nitakuwa na maisha mazuri kweli. Na ukitaka maisha mazuri inakubidi ukaze moyo.
Kwa maana siwe kila mtu ambaye yuko barabarani unamuona ni tajiri ndo anafurahia mafanikio yake. Shaona? Elewa hicho kitu. Kuna siku utakuja kukumbuka msemo wangu. Shasikia? Inakutakiwa uwe na bidii, uwe shupavu. Ndio kabisa. Umeshanipata? Ndio. Umeshanisikia? Ndio. Na kitu kingine kenye nachotaka mimi, nataka kampuni ya Meladen na Pentagon ziwe zote wewe unamiliki. Wow. Ndo uhalisia. Yaani atakasi miliki ni mimi hapa. Kwani kuna mwingine? Ndio hivyo, ndio maana nimekwambia hivi, ukitaka utajiri ni kukaza moyo. Kaza moyo kweli. Na kuvuta subra. Taratibu vizuri vipo mbele na utavifikia. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba una maisha tu ya kawaida, maisha ambayo unakuja kuyaona hapa. Sijaamini ndugu yangu. Ndio hivyo. Na nategemea mimi kutoka hapa niingie Australia, niangalie jinsi gani naweza nikafanya mishe zangu, kwa maana kule kuna biashara nyingi sana ambazo mimi kama mimi natakiwa nizisimamie. Watu kama nyinyi watajiri mwaga mna miradi nyingi sana. Kinachobaki hapa sasa wewe kama wewe. Maana naona muda umekwenda. Kilichosalia uingie hapa afu ujitayarishe si tuondoke. Poa. Ila usikogote muda mrefu, sio hivyo? Okay, mimi naingia tunapiga mahali afu tunamaliza tunaondoka. Na chakula hapa hamna kula, tunaondoka hivi. Chapukisha. Acha kwa tutumie. Tutumie chakula hapo. Sisi watu wa Afrika tunaweza sana kula. Ndio maana mimi nataka nikufunze wewe. Huko ni tofauti na Afrika. Angalia ndani vitu vyangu hapa. Unajua sisi hatuwezi tukaacha hivi vitu. Wewe fanya kama hivyo sasa. Asante bro. Usikawie. Okay. Fanya chapu. Tuondoke bwana. Mkubwa. Baba, mimi tayari nimeshajiandaa. Ndio tuondoke sasa? Tunaweza kuondoka, mimi nishakuwa tayari. Ndio tuondoke sasa. Sio kufungua. Hakuna mtu ambaye atatupeleka yuko hapo hivi.